kushare. Ipo hivi, sasa hivi tumekubaliana kwamba tunafanya maandalizi kwanza, ndo tufanye maandamano ambayo hayatakuwa na kikomo. Maandamano ya amani ambayo hayatakuwa na kikomo. Maandalizi haya yanaweza kafika mpaka wiki 3 kukamilika. Lakini kitu ambacho mimi nimekihisi na kwa taarifa zinazoenea ni kwamba wakati wowote kutoka sasa ama tayari imeanza kufanyika, kuna watu wanaweza either wakaingia kwenye maandamano ama watu hao wanaweza wakakamatwa kwa lengo la kuuliwa na kwa kuteswa hapo nchini Tanzania. Sasa swala likaja hivi, okay, sisi tunapanga kufanya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo na tuna taratibu tunataka tuzifate sasa hivi. Lakini je, ikitokezea kuna watu wanaweza wakaingia kwa maandamano bila hata sisi tumepanga? Kama vile tunasikia tarehe 9, wengine wanasema uko mbali. Natoa maelezo haya yote vile nimeambiwa dada Lioness hajafahamu. Kama yupo dada Lioness, naomba japo ni comment kama upo, ni especially unielewe. Kwa maana hiyo ndugu zangu, binadamu yoyote ambaye ana uwezo mzuri wa kufikiria anatakiwa aliangalie jambo lolote kwa 3 dimension. Kwa maana yake usiliangalie jambo moja, usiliangalie kwa muonekano mmoja tu. Uliangalie kwa muonekano wa kwanza na muonekano wa pili na muonekano wa 3. Ukifanikiwa kuliangalia jambo lolote kwa 3 dimension kwa mujibu wa sheria za physics, hauwezi kufeli. Lo jambo lazima litakuwa kutokana na law of physics. Hiyo ni topic nyingine. Sasa najua hili jambo ni geni kwa watu wengi, kwa naomba watu walikuwa wanataka kujifunza waandike hivi vitu na watajia ili na peke zao waende wakafanya uchunguzi. Nilichokifanya ni hivi. Yako baadhi ya mashirika ambayo mashirika hayo yana kazi kufanya usaidizi wa dharura inapotokezea emergency. Yaani maana yake ni kwamba hawafanyi kazi kwa utaratibu wa kisheria. Hichi ni kitengo ni taasisi za dharura. Sio jambo ambalo limepangwa kama hivi sisi ambavyo tunapanga kufanya maandamano, kufuata Vatican watujibu, tuweke hapa, tuweke Ikulu. Hizi ni taratibu tunazozipanga. Swala tujiulize, je, ikitokezea dharura hapa kati, watu wameandamana na polisi na jeshi na Samia wakatake advantage kuwaua, tutafanyaje? Tufanye nini kuwasaidia? Hili ndio lilikuwa swala ambalo ninajiuliza mimi na nikachukua juhudi ifuatayo. Kuna mashirika ambayo watu wengi naweza msijue, lakini mnaweza mkaandika mkajiridhisha peke yenu. Ndani ya United Nation kuna idara nyingi sana. Kuna idara moja inaitwa Department of Political and Peace Building Affairs. Department of Political and Peace Building Affairs. Kifupi yake inakuwa ni DPPA. Hii idara imo ndani ya Umoja wa Mataifa. Imo ndani ya Umoja wa Mataifa. Idara hii inafanya kazi kwa dunia nzima. Iko idara kama ya NATO, lakini haitoweza kutusaidia kwa dharura ambayo tunaiogopa kwa sababu hawana mamlaka ya kuingia pale. Sasa nimewatumia email Department of Political and Peace Building Affairs kuwaambia kwamba tunaamini kwamba nchi yetu ni sawa na mgonjwa ambaye ni yuko ICU, anahitaji uangalizi wa madaktari wa masaa 24 bila daktari kuondoka, ili kusudi yule mgonjwa tumuokoe asije akafa. Kwa ufupi, hiyo ndio aina ya email ambayo muandikia. Huo ni mfano. Kwa kitaalamu inaitwa illustration. Huo ni mfano. Sasa nimewaambia hivyo kwa kuwaomba kwamba macho yao yawe wazi na situation iliyokuweko sasa hivi Tanzania, ili kusudi kama ikitokezea bahati mbaya baadhi ya ndugu zetu hawajaipata hii elimu tunowapa, ama wamehisi tu hii elimu tunowapa ni elimu isiyokuwa na maana, sisi tusiwatupe. Nimewajali kupitia kuandikia hii email kwamba ikitokezea hilo jambo tumewaomba wachukue hatua ya haraka ndani ya Tanzania kwa kufanya wokovu. Hawa wamenijibu, lakini kuna shirika jingine
ambalo linafanya kazi ndani ya Afrika ni pia inatambulika kwa UN, lakini inafanya kazi ndani ya AU, African Union, wanaitwa African Standby Force. African Standby Force. Kazi yao kubwa ni kufanya deployment, uokozi wa dharura. Kwa maana yangu kwamba email niliyoandikia nimesema kwamba namnukuu mwanaharakati mkubwa anatambulika Tanzania ametuhakikishia kwamba ana ushahidi wa wazi watu 10,000 wameuliwa. Hii ni idadi kubwa sana. Kwa hiyo naomba kwamba mkuwe na uwazi kwamba nchi yetu iko na hatari, wakati wowote inaweza katokea mlipuko tena maandamano, japokuwa tuko na matayarisho ya kisheria ya kutaka kufanya maandamano ya amani. Kwa hiyo naomba ikitokezea hivyo mkuwe mnaelewa na mtupatie msaada. Lakini Waafrika wenzetu bado hawajanijibu. Bado hawajanipa jawabu lolote. Niko na ufahamu kwamba kiongozi wa AU wa African Union alikuwa mtu wa mwanzo, yule bwana Kisomali, kumpongeza Samia. Sasa hata kama hajanijibu, lakini kama wameona ni vizuri, kwa sababu mimi lengo langu ni mkondeshe sana Samia, nimkoseshe furaha, kwa sababu sisi pia tunakosa furaha. Hatulali kwa mambo mabaya alofanya. Kwa hiyo ndio maana haya machafuzi yote nayafanya. Kwa hiyo ndugu zangu, jawabu nilopata imetoka kwa DPPA2, Department of Political and Peace Building Affairs. Kwa hiyo ikitokezea wakati wowote kutoka sasa mumeona ndugu zetu wa Kitanzania wameingia kwenye maandamano, hata kama ya fujo, hata kama maandamano ya kuua wakuu wa mikoa ama watu wa wenyekiti wa mitaa, hata kama wamechoma duka, tusiwapinge, tusiseme ni watu wabaya. Hapana, hatukubaliani na wazo hilo, lakini ikitokezea hivyo tuwe tayari kuwalinda. Sijui kama mmefahamu lengo langu. Hatukubaliani na mpango wa kufanya maandamano yasiyokuwa na matayarisho na yasiyokuwa na ulinzi wa kitaifa. Lakini ikitokezea japo watu 300 wamefanya hivyo, tusiwatupe, kwa sababu bado ni ndugu zetu, na huenda tu hawajapata elimu sahihi ya nini tunafanya, ama hawajatuamini, na watu wana haki pia ya kutokutuamini. Kwa hiyo hii ni pointi yangu. Tusije tukajenga chuki ukatokezea mripuko wowote. Sasa nimetoa hii elimu ndogo na nimepata jawabu immediately tayari kutoka kwa Department of Political and Peace Building Affairs. Kwa hiyo ni vizuri Ikulu Tanzania ijue jinsi gani tunafanya vovote tunaweza tuiparalyze serikali. Tunaingia kwa kila pembe, kwa kila ncha ya idara ambayo tunaona itatupatia msaada, tunaweka wazi uchafu unaofanyika nyumbani. Hivi ndugu zangu, mmefahamu nini nimefanya ama bado nirejee hili jambo? Asante. Labda kaka Sama sijui umefahamu ama vipi? Mimi nimefahamu. Ulianza kutuambia mwanzo na bahati nzuri wamekujibu. Nimefahamu. Nafahamu vizuri, yani umeeleka vizuri sana, mashallah, umeeleka vizuri sana tu. Umenyoka, umenyoka sana. Okay. Kwa ambao labda hamjamuelewa vizuri. Yani yeye anataka apige kila engo ambao yani kila engo tunataka tuguse kuyapeleka haya maumivu. Umeona? Na kila engo, yani hizo anaenda engo. Unaona kama hiyo ingine tumeshakichafua huko, watu wamekufa 10,000. Yani sasa tunachafua. Kwa sababu nini? Ili tuwalinde wale wenzetu waliokufa. Sijui mnaelewa akisema kwamba kuiparalyze. Baba turudi Clubhouse. Kuiparalyze. Mnajua kuiparalyze? Yani unakwambia hivi, yani serikali let me talk. Kuiparalyze serikali. Yani serikali inakuwa upande haifanyi kazi kabisa. Kuparalyze si kwa Kiswahili chake. Tunaifanya serikali iwe na kiharusi. Yani sijui mnaelewa, mnaujua ugonjwa wa kiharusi? Yani mtu una stop, unakufa upande mmoja. Tunaambiwa kaka Sama huwezi hata kutembea. Yani inauliwa serikali, inauliwa kwa upande mwingine, nasema tunaiua ina stack. Yani unajua kitu kimoja, tumsikilize huyu bwana. Huyu yani akili ya huyu sidhani hata kama lile bunge letu lina kichwa cha hivyo. Sidhani. Mimi sidhani. Mimi sio kwamba sidhani. Mimi na uhakika hakuna.
Usifananishe hizo, usimfananishe Abi na hizo. Usifananishe Abi na vitu vya ajabu. Hawa watu ni jamii ya Tundu Lissu. Na serikali yetu ya Tanzania haitaki kabisa vichwa vya hivi. Ni Tundu Lissu kijana. Yaani vichwa vya hivi havitakiwi pale nyumbani. Vichwa vinaotakiwa saizi nyumbani